Naam, ikiwa tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na taarifa za leo tunaanza kutoka eneo la Gusiland, mahali ambapo aliyekuwa waziri wa zamani Daktari Fred Matiang'i anatarajiwa kurejea nchini Kenya ili kuanza kampeni za mwaka wa 2027. Kumbuka kwamba yuko kinyang'anyironi. Kulingana na wandani wake, atawania urais mwaka huo wa 2027. Ni kulingana na wale ambao ni wandani wake wa karibu, akiwemo Jeremiah Kioni ambaye pia ni katibu wa chama cha Jubilee. Ms. Mike, we can pick you as a candidate. Kwani nini si kuendelea tu? Wakenya wanataka mtu yote lakini. Lakini wanataka mtu yote lakini si Ruto. Yeah. But they also want a performer. Yeah, sure. A person with a track record. You know, a person akisema tunaenda. Hiyo tu. That is why Matiang'i seems to be doing better. Even the polls that are being done informally, he seems to be doing better than many others. And we are happy that we are associated with him as a party. He's certainly going to be with us over this first period. But launching presidential bid, those are things that will happen much later. There's a lot of work to be done before we start talking of launching. But political activities can always be there. They're happening. Na saa chache baada ya Hannah Cheptumo kuapishwa kama waziri wa masuala ya jinsia, vijana kutoka kaunti ya Kericho wamejitokeza na kuandamana na kusema kwamba hafai katika kitengo hicho ama kuwa waziri wa masuala ya jinsia. Ni baada yake kujibu masala tata katika bunge la kitaifa wakati ambapo alikuwa anapigwa msasa, huku akisema kwamba wanadada ambao wanauawa kwa sababu wanatafuta pesa kwa wale ambao wana pesa. Mambo gender aliongea. Juzi aliongea akasema hawa wasichana wenye wanapatikana lodgings ni wanatafuta pesa. She is the CS nominee. Afai kuongea vitu kama hizo as a CS nominee for gender. It should be somebody that support the vulnerable, the girls and the gender at large. Her remarks during the nominations, during the vetting in parliament were barbaric and misappropriation of fact. And I want to ask the members of parliament who are of today approve a nomination. What guides you to approve nomination of such characters? These are the people who are leading us, who are in a way promoting violence and femicide in this country. We want cabinet secretary who will take decisive measures to make sure that we end femicides in this republic. So tunaomba rais wetu hiyo maneno ya Anna Wendot CS nominee asipewe hiyo kiti, na kama parliament ita approve inamaanisha kuwa hata wabunge hawajui kile ambacho wanafanya. Na tukimalizia ni kwamba Rais William Samoei Ruto amewaonya makatibu na mawaziri ambao wameapishwa hivi leo na kuwahimiza kufanyia Wakenya kazi bali si kujifanyia kazi wao wenyewe. Rais amesema kwamba bado wako na kibarua cha kufanya wakati ambapo Kenya inahitaji mengi kutoka kwao. Each of you for stepping forward to serve the nation at the highest levels of government. And I congratulate all of you on your successful navigating rigorous vetting process and securing parliamentary approval. Na taarifa za biashara Ruth Nyanchama ameziandaa, atakupasha. Mimi ni Videlis Moshoge. Hujambo mpendwa na karibu katika habari za biashara. Tukianza ni kwamba hazina ya umma nchini basi imepanga kukopa bilioni 112 kutoka kwa Benki ya Dunia na Benki ya Africa Development Bank ili kujaza pengo lililoachwa katika bajeti ya mwaka 2024-2025. Kamati ya Wizara ya Elimu imetangaza kwamba Chuo Kikuu cha Technical University of Kenya kimefilisika. Hii ni baada ya kuwa na deni la bilioni 12. Wafanyakazi wa chuo hicho hawajalipwa kikamilifu kuanzia mwaka wa 2013. Upande mwingine ni kwamba Wizara ya Fedha humu nchini Kenya imeachilia bilioni 7 kwa hazina ya CDF. Hii ni baada ya wabunge basi kutishia kusimamisha vikao vyao kupinga kucheleweshwa kwa fedha hizo.
Nikomee hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.